Rostam alimuaga mama yake na kusema, mama nakwenda kazini. Mama yake akamwambia, usiondoke kwanza mwanangu, kaa kwanza nyuma ya pazia. Rostam akamwambia, mama kuna nini kwani? Mama akamwambia, mwanangu kaa nyuma ya pazia tu na ukae kimya, utanielewa ninachomaanisha. Rostam akajificha nyuma ya pazia na mama yake akaendelea kufanya kazi za nyumbani. Baada ya muda mchache mke wa Rostam aliingia na mvulana mwingine ndani ya nyumba hiyo. Akasema, wewe bibi Kizemka, tutengenezee chai utuletee haraka sana. Mama yake Rostam akasema, nikutengenezee chai kwani mimi ni mfanyakazi wako? Alafu huyu kijana ni nani kwanza? Mwanamke akasema, humfahamu huyu? Mara ngapi nikwambie, huyu ni mpenzi wangu. Mama akasema, oh kweli, na mumeo analifahamu hilo? Mwanamke akasema, mama wewe umechanganyikiwa, yani nimwambie mume wangu kuwa huyu ni mpenzi wangu ili iweje sasa? Mama akamwambia, sikiliza binti yangu, unachokifanya sio kitu kizuri kabisa, ukizingatia mumeo anakuheshimu sana. Yule kijana kaingilia na kusema, we mbibi, mbona unaingilia mambo yetu? Wewe lete chai kama ulivyoambiwa, mambo mengine achana nayo. Mama akasema, Rostam ni mtoto wangu na huyu mwanamke ni mke wake. Sasa mwanamke anamfanyia mtoto wangu mambo ya ajabu, alafu unataka mimi nikae kimya kweli? Mwanamke akasema, we mbibi, usiingilie mambo yetu. Kwanza hata sikuchukulia kama mama mkwe wangu, yani nakuchukulia kama mfanyakazi tu wa nyumba hii. Haya, haraka sana kanitengenezee chai kabla sijakutimua. Mama akasema, unifukuze kwenye nyumba ya mwanangu na unadhani mwanangu atakuelewa kabisa? Mwanamke akasema, ni mume wangu na ananipenda sana, nikiakti kulia tu yeye mwenyewe atakutimua kwenye nyumba hii. Na hapo hapo Rostam alitokea nyuma ya pazia na kumwambia, Rostam sio mjinga kiasi hicho kumfukuza mama yake nyumbani kwa sababu ya mwanamke mjinga kama wewe. Mwanamke kwa mshtuko akasema, mume wangu unafanya nini hapa? Mimi nilijua umeshakwenda ofisini. Rostam, nafanya nini hapa? Unadhani nisinge kuwepo hapa ningeweza kujua tabia yako kuwa wewe ni mshenzi na huyu ni mpenzi wako, si ndio? Sikuweza kufikiria hata siku moja kuwa wewe ni mwanamke wa aina hiyo. Yaani unafikia hatua ya kumfanya mama yangu mzazi kama mfanyakazi ndani ya nyumba yangu mwenyewe. Mwanamke akasema, hata sio hivyo Rostam, naona hujanielewa. Rostam akasema, sijakuelewa? Baada ya kushuhudia yote niliyoyashuhudia unasema sijakuelewa na unadhani nitakuamini? Haiwezekani. Sikia, nilikuoa ili umtunze vizuri mama yangu, lakini nikiwa sipo unamfanya kama mfanyakazi wa humu ndani, na sasa nimetambua kuwa hukuwahi kunipenda, na kuanzia sasa sitaki kukuona hata kwa dakika moja ndani ya nyumba hii. Ondoka haraka sana na huyo mpenzi wako. Mama akasema, umeona, leo mwanangu amegundua siri zako zote, sasa tumikia adhabu yako. Mwanamke akasema, Rostam, mama anatugombanisha. Rostam akamwambia, na unadhani nitakuelewa baada ya kushuhudia kila kitu kwa macho yangu? Mpenzi wa mwanamke akasema, brother, hebu nisikilize kidogo. Rostam akadakia, funga domo lako, naweza kukufanyia kitu kibaya humu ndani na dunia ikashangaa. Sasa kabla sija kuvuruga, toweka humu ndani. Jamaa akatimka na Rostam akamgeukia mkewe na kumwambia, na wewe bado unasubiria nini hapo? Ondoka katika nyumba yangu, mpuuzi wewe. Mwanamke akaondoka kwa aibu. Rostam akamgeukia mama yake na kumwambia, nisamehe mama, mara nyingi ulitaka kuniambia ukweli lakini nilikuwa sikusikilizi. Mama yake akamwambia, usijali mwanangu, wewe unadhani ungejuaje kinachotokea humu ndani bila mimi kukwambia? Hata hivyo aliyekukosea alishaondoka, basi kuwa na amani. Weka kwenye comment umejifunza nini. Mimi ni Director Mo.